akina Munya ile refu. Habari zenu? Habari ya wanabunge? Okay, wale wanijui mimi ni Calvins Gaucho. Nimesikia watu bado wana discuss mambo ya history ya baba AU. Kabla ninge kwa AU nataka kuongea kwa history ya Gachagua jana. Hii Gachagua alikuwa na laumu anaitwa Kanja. Alikuwa na laumu IG Kanja ya kwamba wanatoka na SG constituency moja, ward moja, na ameshindwa kufanya kazi ambayo ya kutoa wale maskari ambao walihangaisha watu kwa maandamano. Watu wanasahau vitu. Gachagua yeye wakati alikuwa deputy president, sisi tukiandamana na sufuria na mwiko, Gachagua alikuwa anafika ofisi saa 9 ama saa 10 kusema ya kwamba lazima deal na Raila Odinga, huyo mzee wa Muganga, huyo mzee wa Standawili na hao watu wake. Na ukitaka kujua Gachagua ni muoga sana, yeye mpaka leo bado analilia zile viti za plastic. Eti alipigwa na viti za plastic. Gachagua analia viti za plastic mpaka leo. Hata nyinyi wakikuja jamani, huyo ni mtu nafuata. Mtu analia viti za plastic. Anasema eti mimi nilipigwa, si mnaona? Eta terere, mapa viti za plastic. Sasa nyinyi pia unaonea mtu kama huyo Roma jamani. Sasa zile Raila Odinga alipigwa risasi 14, karibu 15. Pale Jenga. Mimi gari yetu ilikuwa nyuma. 14 bullets plus tear gas ndani. Raila hakusenda akitulilia huko kuoloni, karibu niuliwe na risasi. Karibu na ni risasi. Huyu mwanaume mtoto wa Maumau, kijana wa Maumau na Mount Kenya, analilia viti za plastic ya kanisa. Ni wanalia na ndugu yake Kibereke hapa Muluya ambaye amechanganyikiwa, wanalia viti za plastic. Wanalia viti za plastic hapa jamani. Kweli hilo ndio kweli. Iko na maneno plastic na maji. Boss. Enyewe Gachagua bado uko mbali sana kuface politics ya Kenya. Na that's why Raila Odinga alisema wewe ni muoga. Kwa sababu kama unalia viti na wakikuwa na kuonea huruma juu ya viti za plastic, then yenyewe kama hivyo ndio mulitoa wazungu kwenye, kumbe wazungu hiyo wakati walikuwa waoga. Unaona? Mimi nataka niambie Gachagua, my friend, kabla we ulaumu Kanja, we pia utuonyeshe wale waliua watu wakati wa maandamano ya cost of living. Na ama namna gani? Si makofi hapo? Yeah. Kabla laumu Kanja kwa kupigwa na viti za plastic, atulete maskari wale walikuja wakapiga Raila Odinga. Ule askari alikuwa amevaa mask. Ule walipiga 14 bullets ama 15 bullets kwa gari ya Raila Odinga. Tunataka huyo, then tukuonyeshe wale walipiga wewe na viti za plastic. Tunaweza jua aje wale walikupiga na viti za plastic ni members wa kanisa ambao walichangia hiyo viti za plastic? Wao kwa kanisa wamekosa viti za kukalia, wewe umekalia viti za plastic. Tunaweza jua aje? Juma askari hawezi kukuja na viti za plastic. Saa zingine ni members wa kanisa ambao walikuwa wamelipia hiyo, wanachanga pesa ya viti kwa kanisa, then viti umepelekewa kwenda kutusi serikali. Tunaweza jua aje ni members wa kanisa ndio walikuja kuchukua viti yao, na kwa ile hali ya kuchukua viti na wakakupata hapo, ikabaki wakupee side. Na zingine hizo viti ilichangiwa na William Ruto. Ama namna gani? So mimi nataka kusema ya kwamba Gachagua uko mbali. Ya pili, Gachagua mimi ningekuwa advice tu, kaa kwa nyumba. Hii mambo hii vita unapiga iko kubwa sana. Ukitaka kujua iko kubwa, na mimi nataka kushukuru sana former president Uhuru Muigai Kenyatta. Unajua Raila Odinga alisema ya kwamba after ile siku alienda wakasalamiana na Ruto pale ile siku ya KCC, watu wakimtusi ya kwamba yeye ni mzee msaliti, mzee ambaye anapenda pesa, mzee anapenda kukula damu ya watu. Raila Odinga alisema na akasema, mimi mtalinipigia simu niende ni meet na William Ruto, ni Uhuru Muigai Kenyatta nimsaidie inchi kuwe nini, ikuwe pamoja. Si Raila Odinga alisema hiyo? Watu wakasema ya kwamba Raila Odinga anasema vitu za eti Uhuru haisema kitu kama hiyo. Sasa juzi si watu waliprove kweli Raila Odinga alitumwa na William Ruto? Alitumiwa na Uhuru Kenyatta.
Si alisema ya kwamba mimi mtu ameniambia nisaidie Uhuru, nisaidie Ruto ni nani? Ni Uhuru. Na mimi Uhuru alinipigia simu nikasema acha nimsaidie. Watu wakasema Raila Odinga ni uongo, Uhuru hizi nini? Sijui sasa ile confirm kumbe Uhuru pia ako ndani. Waenda wote. Akaenda kwanza, Uhuru alimwambia mimi sitaki kukutana naye kwa hoteli, kuja kwangu. Afadhali Raila Odinga alikutana naye KICC. Wewe kuja kwangu tukunye chai na ondelo, niambie vile ujamaa koti kubwa hako hapa Madhiri ama bado yuko. Uhuru akamwambia yuko na manga sahihi, anangoja Sunday kwenda kuongea kwa serikali na Matanga. Lakini Matanga amenyimwa nafasi. So mimi nataka kusema kwamba Raila Odinga akisema mimi nimeambiwa na kitu fulani nifanye, hiyo ni ukweli. Raila Odinga alisema ya kwamba Turu Magaria na Turu Sagaria wameingia Kenya. Watu wakalalamika. Lakini dakika mwisho walipata Turu Magaria na Turu Sagaria wako wapi? Wako Kenya. So wakati Raila Odinga alisema ya kwamba Uhuru Kenyatta ameniambia nisaidie Uhuru Ruto kutuliza inchi, Uhuru ndiye aliambia Raila Odinga. So kabla nyinyi watu wa Mount Kenya mtusi Raila Odinga, endeni mtusi Uhuru Kenyatta. Ama ni uongo? Ya. Hasira yenu wacheni kuletea Raila Odinga. Ya pili, wale wanatusi Raila Odinga mpaka mnaenda mnatusi kama ule kijana anaitwa Kasmuel. Ni kama Kasmuel aliambia nyinyi kumera muende mpigie Ruto kura. Hasa mmefanya blanda. My friend, hii hasira mtu anataka kuleta hasira pelekea mama yako ndio waliimba tere. Wazazi wenyu ndio waliimba hiyo wimbo. So msituletee hasira yenu kwa social media, kwa Twitter, kwa Facebook kuletea Raila Odinga. Raila alikuwa candidate na mkasema ya kwamba Raila Odinga sio option yetu. So walisema Raila Odinga sio option yetu. Hasa kwa nini sisi wafuasi yake mnatuletea hasira? Hii hasira enda kwenyu Murang'a, enda Nyeri, enda Nakuru, enda Naivasha, enda hapa Kariakoo na hapa Town Center. Wale wanauza mask na dawa ya mende ndio wameleta hiyo shida. Msituletee hiyo shida bwana. Sisi hatuwezi. Mkasema kwamba hii kitu ni maombi sio cha. So msituletee upuzi bwana. Eti tukiingia kwa social media mzee wa mganga mzee nini? My friend, endeni mulilie wazazi wenyu ndio wametuletea nini. Na sisi kama watu wa nini? Sisi Raila Odinga akishatuambia kwamba tu support William Ruto, sisi tuna support William Samoei Ruto 100%. Na mimi nataka niwaambie hapa watu wa Mount Kenya na supporters wa Gachagua. Gachagua nataka niwaambie kabla amalize mwaka moja, kabla ifike next year mwezi wa 6, Gachagua atakuwa ameisha. Atakuwa ameisha kabisa. Hatakuwa kwa senior siasa ya Kenya hii. Ile kulia, unajua wacha nikwambie, politician mzuri ufai kulialia. Eti ukienda nilipigwa na viti za plastic. Unafanya wafuasi wako pia wanaona kumbe jamaa tunafuata na ni muoga hivi. Kama mkubwa wako ndio analia kila siku na wewe ambao unamfuata. Hakuna siku Raila Odinga. Hata wakati alipigwa na hiyo risasi yote. Yeye alikuwa anatoka hivi, anasema hao watu ni takataka. Hiyo risasi yao ni kinyambo ya punda. Sisi tunasema basi baba hawezi olewa. Ama namna gani? Sisi watu wale wanafuata Raila Odinga wanamfuata kwa sababu ya stand yake na hiyo kichwa ngumu. Hata akijua ya kwamba anaenda kukufa, hakuna siku ataonyesha kwamba nitaku. That's why mimi kauja nafuata Raila Odinga. Unaona? Vile unajua watu lalamika kwa supporters Raila Odinga ni zuzu, ni mazuzu. Unajua mimi nikirudi kwa Biblia napendaga Judas kuliko Petro. Kwa nini napenda Judas? Sio mapasta waambii watu kweli. Mapasta wanadanganya watu kwa kanisa eti usikue kama Judas. Eti Judas alikuwa msaliti. Judas hakuwa msaliti. Kwa wafuasi wa Yesu, kama wewe ni mtu Mungu amepea wisdom, unajua kama unakaa kwa Raila na unafuata Raila, pia utaelewa Biblia. Unajua kwa wale wafuasi wa Yesu wote, Judas alikuwa mzuri kwa nini? Judas aliamini Yesu kuliko vile wakina Petro waliamini Yesu. That's why Judas alichukua pesa, kwa sababu wakati wale walimwambia tunataka tuonyeshe mali Yesu anakaa, alishangaa akasema ai. Waje Judas ni kama alikuwa Mgikuyu, akauliza ai. Yesu, bwana yule jamaa mwezi huwa. Akauliza kwa nini? Ule jamaa alitembea juu ya maji tukiona. Amefufua Lazaro, mtu alikufa. Akatubadilishia samaki na ugali tukakula mpaka Wakikuyu akauza malimali. Ule ni mtu mnaenda kuua kweli? Nyinyi munipe tu hiyo pesa nikule, lakini hamtafanya nini? Hamtaweza. Unaona? That's why Judas kama angekuwa msaliti angejinyonga. Unaona? Wakati alirealize kwamba amesaliti Yesu amekufa, ndio alisema gai, nimepeana huyu jamaa kafanywa nini? Sasa hiyo ndio maana mimi nikisikinga pastor lazima siendagi kanisa, kwa sababu
wanafanya watu wengine ambao hawana wisdom ya Biblia kama mimi, na najua ya kwamba Judas alikuwa faithful vile mimi ni faithful juu ya Raila, ambayo mimi wezi niambia Raila Odinga anaweza uliwa. Mimi hata najua Raila Odinga kabla ya kufa Mungu atampigia simu amwambie sasa na atuweke meeting na sisi Wajaluo, atuonyeshe ya kwamba Raila Odinga anafaa aende, tu agree ama tukose ku agree. Unaona? Hiyo ndio wafuasi wa Raila Odinga. So naambia Gachagua ya kwamba wewe utaweka wafuasi wako wajue wewe ni muwika. Muoga. That's why kila siku unalia. Kama ungekuwa mjanja, ungekaa tu kwa nyumba bila kuonekana kwa media. Ungenyamaza. Juu wale unaambia uliempichiwa na waliendelea hiyo siku kwanza ndio waliuza dawa ya mende zaidi. Hiyo siku uliempichiwa ndio waliuza dawa ya mende. Unajua watu wa Mount Kenya mjui kitu Ruto alikuwa anajaribu kufanya. Ile siku Gachagua aliempichiwa walikuwa wataka kutest mtachoma tairi ngapi Murang'a, Kiambu, Nakuru, Laikipia na Naivasha, wakapata kumbe wanaendelea kuuza tu dawa ya mende. Sasa mutanyang'anywa kura 300 tu na itangazwe na mutaandamana. Unaona? Mambo ingine ambayo nataka kusema hapa ni ya kwamba saa hii mmeshinda, saa hii mmeleta watu wengine wanapiga pia Kalonzo. Na nilijua saa hii social media mnapiga Kalonzo mbaya. Ama muoni nyinyi. Saa hii wameanza kupiga Kalonzo mbaya sana. Wanapiga Kalonzo, wanapiga Kia Mutata, wanapiga mpaka huyu Morara. Wanasema bado ni mdogo atafuta MCA. Na juzi walikuwa wanamuita nini? President wao. Mimi nataka niwaambie wanabunge na Wakenya ya kwamba huyu Ruto in 2027 Raila Odinga akipata kiti ya AU mwezi wa pili ndio mtajua Ruto ameingia. Juu ile sherehe tutakuwa nayo Kenya hii. Unajua supporters wa Raila Odinga tujaona Raila Odinga akishika Biblia. Yaani hata sitaki kuimagine ile sherehe vile itakuwa. Unajua acha niwaambie. Iko watu wamechukia Raila Odinga mpaka hii ni ya juzi, hii ni ya juzi. Hii debate ya juzi. Mtu anajifanya anasikia Kifrench. Hapa Kenya wale watu wanachukia Raila Odinga since kitambo. Hiyo siku ya debate ya Raila Odinga na hao watu wengine Addis Ababa, Wakenya wale wa Central walikuwa wanasikiza French. Kisungu ambao Raila hakuwa anasikia hiyo. Hao walikuwa watu wanasikiza nini? French. Na kwa hiyo debate Raila Odinga aliongea juu ya Afrika zaidi mpaka nikaona Raila Odinga pia anafaa kuja tuambie story ya Biblia. Yesu alizaliwa wapi? Na Biblia nini ilifanya Shetani akosana na Mungu? Raila Odinga kumbe anajua. Na ili tuingie mbinguni tufuate njia gani? Kwa sababu Raila Odinga aliongea mambo mingi na aliongea juu ya Afrika. Na shida ambayo tuko nayo Afrika, Wakenya ambao wamechukia Raila Odinga hiyo siku walikuwa wanasikia French, hata kama walikuwa wanatusiwa hawakujua. Unaona? So my friend, nataka niwaambie William Ruto hajawahi support kitu aka lose. Ukiangalia lose nini ya Ruto yenye ali lose ilikuwa 1990 2002 ndio Ruto ali lose election. Na hakukuwa amesimama na yeye alikuwa anasaidia Moi na Moi alikubali kufanya nini? Kuenda nyumbani. Ruto wakati alisupport Uhuru 2002 ndio Ruto ali lose election. Kutoka hapo alikuja akajoin Raila Odinga in 2007. Tukapata mkate nusu ambaye imepakwa jam na blueband na blueband na peanut. Mkate nusu. 2013 alisupport Uhuru Kenyatta. Alishinda hata kama waliiba ama hawakushinda. So walishinda. Alikuja akasupport Uhuru Kenyatta. Mpaka Uhuru Kenyatta akachanganyikiwa hapa kutini. Uhuru Kenyatta akachanganya mpaka anaguza matako yake hivi live mbele ya watu. Yeye akasema lazima turudi kwa hiyo nini. Akaambia Maraga tufanye nini? Lazima tufanye nini? Tuapishwe. Hasa mimi nakwambia Zana akakuja 2022 akariga election akakuwa president na kura 200,000. My friend. Sasa hii yenda ameshika Raila na Raila pia ni mtu anajua Afrika. Alafu Ruto pandini kuchora tu na kila Mama Suluhu. Nyinyi mnaanza kupiga na Lucy kitu. Nyinyi. Na Ruto anajua vizuri mtu ameshika mkono yake sasa mtu ameshika roho yake ni support ya Raila Amolo Odinga. Raila akilose ni story nyingine.
Ama namna gani? Ama namna gani? Sasa Ruto, wewe unafikiri Ruto ni mjinga? Akuja kuwa na hata attack tena. Akuja kuwa na hata attack. My friend, Raila Odinga atashinda kiti ya AU. Sasa wale wanachukia Raila Odinga, please, either muame ama msiangalie hiyo election ya mwezi wa pili. Hii ndio Ruto ata control. Hii Ruto ndio ataamua. In fact, watu wasipochunga hii ndio atatangaza mtu ameshinda. Atawajaje kushinda kutangaza candidate yake ambayo ni Raila. Na mimi nataka niwaambie sasa, hiki kinatu stress si mambo ya hii election. Sasa hiki kina stress supporters wa Raila Odinga. Tunaomba African, tunaomba watu wa Nigeria, Congo wakubali hiyo sherehe ya Raila. Kama lazima kwa celebration wanataka kuifanya nje ya Kenya, tunawaomba please, watu wa Nigeria, wapi Ethiopia, watuwekee hapa, hata kama ni Tanzania kwa Mama Suluhu hapa, na waweke hapa Arusha ama pale Mwanza mali, ama hapa Uganda mali watu wetu wanaweza enda na mguu kwa hiyo sherehe. Kwa sababu hiyo sasa hii kitu kinatusumbua akili ni kiwanja ambayo itatoza zizi. Hiyo inatu stress sisi kama mama namna gani? Hiyo ndio inatu stress supporters wa Raila. Kiwanja ambao tutaserekia ambayo itatoza zizi. Na tunaomba watu wa Nigeria, watu wa Congo, watu wa Rwanda, wapi, please msichukue watu wetu na ubaya. Wajawahi ona sherehe kama hii. Mtawacha wajae kwa kiwanja kwanza, nyinyi mkae kando. Tuone vile baba anasema, "Hai, Raila Uganda, ewe Mwenyezi Mungu nisaidie." Akirudisha Biblia hivi, mjue Ruto amekula tamu ya pili. Mimi nawaambia, kwa sababu Raila peke yake without Kalonzo Musyoka, Raila peke yake without alliance yake na Kalonzo Musyoka na hao watu wote, pea Raila Odinga 4.5 million. Ni ukweli ama ni uongo? 4.5 million without Kalonzo. Karibu anaenda kunyaga 5 million peke yake. Hasa jamani, 4.5 million akipea Ruto, na Ruto na ile ukora yake kidogo namna hii, na wachafufua wakale nchini ambao walikufa pia wapige kura, hata shinda. Si watu Central ndio watu wanafufukanga. Election ya 2027 wakale nchini wale walikufa wote watafufuka, wapige kura na rudi kwa gabu. Ama namna gani? So mimi nataka niwaambie ya kwamba Wakenya mchukie Raila Odinga, mumpende. Raila Odinga ndiye atakuwa chairman ya AU, na mimi naambia William Samoei Ruto, mimi kama Gaucho, siku Raila Odinga atapishwa kama chairman ya AU, hiyo ndio siku utajua ya kwamba tunakufanyia kampeni. Tutapambana na watu kwa social media, nje ya social media, na mawe na ujinga, mpaka wa make sure kwamba wajue ya kwamba hii nchi sio yao peke yao. Ni kweli si kweli? Unajua wale wameharibu nchi hapa, msisewekee tu Wakalenjin na Ruto peke yake. Wale wameharibu hii nchi, watu wa Central watakai kuambia ukweli. Ni nyinyi ndio mliharibu hii nchi na ukabila. Mlikuwa mnapenda kazi kwa ukabila. Nakumbuka Kenyatta alisemanga kitu huko nyuma, Wajaluo kiuliwa huko Kisumu. Alisema hivi, eti Oginga, kama ungekuwa rafiki yangu, hao watu wako ambao wameparara, hao wachafu, ningewakanyaga leo kweli kweli. Ningewakanyaga kweli kweli. Ningewasiaga. Ama alisema ama kusema eti hao watu wako wachafu. Oginga, kama singekuwa eti mimi ni rafiki yako, hao watu wako wachafu. Sikia statement ya Uhuru Kenyatta, baba ya Kenyatta, baba ya Uhuru alimake. Eti hao watu wako wachafu. Wao Wajaluo walikaa wachafu kweli. Wajaluo vile unaona hao Kenya hii, kabila gani wanaanza kuwa wazungu mbele ya kabila yote? Si ni Wajaluo? Wangewao aje kama ni wachafu? Juu hata Wakikuyu ambayo sasa hivi wameanza kuwa Wakikuyu wa siku zungu, ni Wajaluo walianza kukatia wazungu, wangekatia kama ni wachafu. Kenyatta alienda Kisumu akasema hao watu wako wachafu, ningewakanyaga. Hapo ndio Wajaluo walifanya nini? Walikasirika. Na hapo ndio watu waliuliwa zaidi ya watu 70 hapo na risasi. So wale walileta hiyo kabila ni watu wa Central, si wa Kalenjin. Wale waliharibu hii nchi na mambo ya ukabila mpaka kwa kazi. Ilikuwa jina yako ikisema Njoroge, ingia. Onyango, kulifikizana kaa kando. Hata Wakisii ambao wametushinda, watu wanasemanga eti Wakisii wametushinda na kutafuta mali. Wakisii ni watu wetu. But by that time sisi walipewa opportunity kubwa na kina Nyachai. Walikuwa na Ecobank ambayo Wakisii walikuwa wanachukua loan na warudishi na interest yote. Sisi tulikuwa tumenyima hiyo nafasi, my friend. So mimi nasema wale wamechukia Raila Odinga na Wakalenjin,
Mimi nasema ya kwamba William Ruto, sisi tuko nyuma yako, kwa sababu Uhuru pia ako nyuma yako, Raila ako nyuma yako, Mudavadi ako nyuma yako. Ni wangwana wengine hapa ya mask na baadaye ya mendi huwezi uza nje. Wawezi kutustress. Sisi mkijua tu anarudika kichukua kiti, mjue William Ruto ndio next president ya Republic of Kenya, na si lazima simame na UDA. Anaweza kuja abebwe na wheelbarrow, akuja TB, apewe machungwa, akule machungwa moja. Asante na Mungu awabariki.